Naam, karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa zetu. Polisi wa kituo cha Magena kaunti katika gatuzi dogo la Kenyena huko Kisii wamemkamata afisa wa magereza kwa madai ya bomu ama la machozi katika eneo la burudani. Kunradhi mtazamaji, nitarejelea taarifa hiyo, ambapo polisi wa kituo cha Magena katika gatuzi dogo la Kenyena huko Kisii wamemkamata afisa wa magereza kwa madai ya kurusha bomu la machozi katika eneo la burudani baada ya kuzuiwa kuingia baada ya muda wa kafyu kuanza. Constable Bonventure Marucha anayehudumia gereza la Kendu Bay alikodisha chumba cha malazi katika eneo hilo kabla ya kuelekea katika sehemu ya burudani akitaka kuingia hudumiwe na vinywaji. Tukio hilo liliripotiwa katika kituo cha polisi na kupelekea kukamatwa kwake. Kamanda wa polisi kaunti ya Kilifi Francis Kooli alithibitisha kisa hicho na kusema uchunguzi unaendelea kwa sasa kubaini alivyopata bomu hilo na kutembea nalo. Is in custody, is helping in the investigations on how he got the tear gas, and we want him to account for that, and also to shed light on where he works from. They see in those departments that actually deal with these stores, and we to help the police in terms of understanding the characters or the conduct of that officer. And we will also involve we will also engage the administrative mechanisms. I know the department, the prison department has actually good disciplinary mechanisms, and we will also engage them so that we make sure the officer faces the law and administrative mechanisms, disciplinary mechanisms to play their part. Kitengo cha zimamoto kutoka Marekani kinapeana mafunzo ya kudhibiti majanga haswa wakati wa moto kwa kundi la zimamoto kutoka kaunti ya Kisii. Akizungumza huko Kisii, msimamizi wa kundi la zimamoto kutoka jimbo la Minnesota Marekani, Mark Linde, amesema wamekuja na maafisa wenye utaalamu na uzoefu mzuri katika kupambana na majanga ya moto. Aidha, wameleta misaada ya vifaa zimamoto ili kukiwezesha tayari kwa wakati wa dharura. Gavana wa kaunti ya Kisii James Songwai alikiri kuwa licha ya kuwa kituo cha zimamoto Kisii ni kikubwa, baada ya kile cha Kisumu, kituo hicho kina uhaba wa vifaa na mafunzo kwa maafisa wake. Kaunti ya Kisii na jimbo la Minnesota wamekuwa na ushirikiano bora wa kutoa mafunzo ya udhibiti hali za dharura kwa muda wa miaka 9 sasa. Of disaster management, and in particular in fire management. We did agree that they would come to Kenya to support us. They trained my fire department here. They even came with equipment. They came with those fire clothes and so on. But naturally, we are missing a lot of things like equipment and training. We have 100 participants, 50 from Nyamira and 50 from Kisii, who are being trained here on fire management and on the broader issue of disaster management. You asked for help several years ago. We took you very seriously, and we brought multiple talents over the years. This year, I can say I think we brought our biggest talent we've ever had. Some of the chiefs behind me, Chief Tyner, he runs a department. He has 20 fire stations and over 400 firefighters that work for him. That's the kind of talent we brought with to teach your people here. You ask for help, we want to give it. We want to continue to donate. We are excited when you asked for a shipping container full of donations. I was part of the team that filled that donation and container, and we had to push to shut it. It was exciting. And all of that's coming here to Nyamira and Kisii. I love that you teamed up with Nyamira. We're here to make a difference. Kwingineko, viongozi wa chama cha ANC kaunti ya Bungoma wakiongozwa na katibu mkuu wa chama hicho Martin Waliaula wamejitokeza wazi kujitenga na uhusiano ulioko kati yao na chama cha Ford Kenya, wakisisitiza kuwa wataunga mkono mgombea urais wa chama hicho mwaka 2022. Viongozi hao wamesema kuwa hawakiogopi chama cha UDA baada ya kushinda uchaguzi mdogo wa Kiambaa.
Kuna wale ambao wanaeneza uvumi na porojo kwamba sisi kama chama cha ANC sijui tumeungana, sijui ama tunafanya sijui zoning na Ford Kenya. Tunataka tuseme wazi kwamba ANC katika kaunti ya Bungoma itasimamisha governor, itasimamisha senator, itasimamisha women rep, itasimamisha wabunge, itasimamisha MCS. Vijana wengi wameingia kwa mambo ya kuuliza, vijana wameingia kwa mambo ya tala, vijana wamepata stress ya bure. Lakini tunaangalia yote, Mheshimiwa Musalia Mudavadi hakuna solution. Ukiangalia kama manifesto yetu inakuambia ANC uchumi bora. Sisi focus yetu is about the economy. Hiyo tu ndio kitu tunataka kutengeneza. Musalia Mudavadi ni kiongozi ambaye anapenda amani. Ni kiongozi ambaye hana shida na mtu yote Kenya hii. Sasa ndio maana unaona vijana hata wale wa ANC pia wanataka kuiga mfano mzuri wa Musalia Mudavadi. Kwa hivyo viongozi wengine katika kaunti hii ambao wanaleta vurugu wanapewa watoto wenyewe chang'aa. Tunataka watuletee watoto wao. Utupatie kijana yako, mvulana, msichana, akuwe mstari wa mbele. Ashike mawe na sisi tutamfuata nyuma. Lakini kama utaleta mtoto wako na unataka kutumia vijana wa wenzako vibaya, sisi tunalaani na tutakataa hayo maneno. Na huku haya yakijiri, mwenyekiti wa chama cha Ford Kenya Joel Ruhu amesema chama cha Ford Kenya kipo imara chini ya uongozi wa seneta wa Bungoma Moses Wetangula. Ruhu ameongeza kwa kusema ya kuwa ingawaje kuna mvutano ndani ya chama, lakini hakuna mabadiliko katika uongozi wa chama. Alikuwa akizungumza na wanahabari katika ufunguzi wa afisi mpya za chama hicho eneo la Riverside Drive. Party leader Honorable Moses Masika Wetangula. The party is led by the national chairman, who is the one speaking. So if you see the national chairman talking, if you see the national chairman with the party leader, who else? All other officers fall under us. Even the Secretary General falls under us. And if they are not here, then they are not with the party. But whatever they are doing, we are still asking them to come along, and we sit and talk and make sure the party becomes stronger. Divisions will not strengthen the party. And this is quite clear. You saw in Kapchai, I'll ask you, who fielded in Kapchai? It was Masika Wetangula. Who fielded in Undanyi? It was Masika Wetangula. Who fielded in Kisumu North? It was Masika Wetangula. So we have all the apparatus of the party in this office. Those are just masqueraders, and we urge them to join us so that we can work together. Naam, tuelekee kaunti ya Narok ambapo baadhi ya wakulima katika eneo la Narok Kaskazini wanahesabu hasara ya mamilioni ya fedha huku wakikosa usingizi baada ya ndovu kutoka msitu wa Mau kuvamia mashamba yao jana usiku na kusababishia hasara kubwa. Akizungumza Narok mjini, Rafael Kaluo, mmoja wa wakulima waliopigwa na butwaa kufuatia hasara hiyo, alikariri baadhi ya maeneo yaliyovamiwa na ndovu hao yakiwemo Sinkintet, Kisiriri, Naisa na Oirenkitok. Ameongeza kuwa wakulima wanakisia ama wanahesabu mazao ya chini kufuatia msimu mrefu wa baridi, na sasa inasikitisha kuwa ndovu hao wataongeza hasara juu yao. Kilio tulio nacho tukiwa wakulima wa upande wa Kisiriri na Isoya Oirenkitok, tukiwa na shida kubwa sana kwa ajili ya ndovu ambaye wametuvamia leo usiku. Mekula mahindi, wamekanyanga viazi, wameharibu kwanza kwa shamba langu hapo Sikindere niko na bali, wamelalisha bali, na hata hatujui walienda pande gani. Sijui kama wametokea Oirenkitok ama walienda wakafuata mto wakarudi upande wa Naisoya, sijajua wako namna gani. Vyakula vyetu vimekuwa na shida kwa ajili ya baridi. Sasa tukirudi kuona tumevamiwa tena na ndovu, tunaomba serikali waje waangalie vile wataweza kufanya. Minister wa tourism aje angalie, kwa sababu tunapenda wanyama na tunapenda kazi ya kulima. Kwa hivyo leo tumepata hasara sana, watu wetu hawajalala usiku kwa ajili ya ndovu hawa. Kwa hivyo tunaomba sana mje muangalie vile mtafanya kwa ajili ya hawa wanyama. Naam, mtazamaji, tuelekee kwenye mapumziko mengine hapa kwenye jukwaa la KTN, lakini tukirudi tuna mengi zaidi ambayo tumekuandalia, vile vile yale makala maalum niliyokuwa nimekuahidi awali kuhusiana na hali ya miundo msingi katika baadhi ya sehemu humu nchini. Kwa hivyo salia papo hapo.
KTN News. Are creative. They can really dazzle with words, and the people around them love the way they write. That is why at Sour Soap, we are giving all class 6 and 7 kids in all public and private primary schools in Kenya a chance to dazzle Kenya with words in the Sour Creative Writing Competition. Just write a creative 200 to 300 word essay titled Colors in Life and share it with your English class teacher. The best essays in each county will be rewarded with goodies from Sour Soap, and the best 5 essays in Kenya will get a 3-day fully paid trip to Mombasa, lots of goodies from Sour Soap, and have their essays featured nationally. For more information, visit us online at pwani.net/sour-essay/ and talk to your English teacher. Terms and conditions apply. Get an aerial decoder at 999 shillings plus 1 month free classic bouquet and satellite dish at 2,699 shillings plus 1 month free smart bouquet. Star Times. Enjoy digital life. This is KTN News. Mzozo umeibuka kuhusu umiliki wa chama cha UDA kinachohusishwa na naibu wa rais William Ruto, huku kesi ikiwasilishwa katika mahakama maalum ya kutatua migogoro ya kisiasa. Tunataka kupitisha hii BBI ndio tuhakikishe hakuna mtu anaweza kuja kutoa yake hapa, kutoa ya ule pale. Rais Uhuru Kenyatta asisitiza kwamba marekebisho ya katiba ni sharti yafanyike kabla ya uchaguzi mkuu ujao, akisema hababaishi na wale wanaomsuta kuhusiana na msimamo wake. Na tutakueleza pia kuhusu mji wa Mau katika eneo la Budalangi, kaunti ya Busia, ambao umesalia mahame kwa kipindi cha zaidi ya mwaka mmoja. Shukran mtazamaji kwa kuendelea kuwa nasi. Karibu tena. Wafanya biashara katika soko la Lukolis, kaunti ndogo ya Teso Kusini, kaunti ya Busia, wameandaa maandamano kushtumu kazi duni inayofanywa na mwanakandarasi mmoja anayejenga soko katika eneo hilo. Wakiongozwa na mwenyekiti wao John Ekombe, wanadai kuwa mwanakandarasi huyo anatekeleza kazi kinyume na mkataba uliopo, ikiwemo kutumia vifaa duni vikiwemo mbao na hata chuma ama badala ya chuma. Wameapa kutomruhusu mwanakandarasi huyo kuendeleza ujenzi wa soko hilo hadi afuate utaratibu unaofaa wa ujenzi wa soko hilo, huku akimtaka gavana wa kaunti ya Busia Sospita Ojamong kuingilia kati kuhusu swala hilo. Constructor amekuja kujenga na ametuletea mbao ambayo imeoza. Tukisema atuletee chuma ama mbao yenye imekomaa, anaanza kutupiga na anaanza kututusi. Sasa sisi tumeamua tunataka chuma. Dongozi imejengwa na chuma, Malaba imejengwa na chuma. Sisi wanatuletea kitu imeoza. Tazama hata wewe ukijengea kitu kama hii, itakaa muda gani? Hatutaki kitu kama hii, tunataka chuma. BQ inasema ni chuma. Lakini contractor anakuja na plan. Hata kama wewe ni mjinga, hali gani? Soko kama hii milioni 5. Tangu lini serikali ikakuja ikasema ni mbao? Mbao kama hii ambayo imeoza ndio wanataka kutujengea soko. Hakika hii soko itamaliza mwezi? Hapana. Sasa tunaomba hivi, gavana ya Busia atuangalie kama watu wake, kama watoto wake, watujengee soko nzuri. Wamama wakae ndani, wamama wasipigwe na jua na mvua. Wasitunyanyase namna hii kwa pesa ya mwananchi. Hiyo pesa ni yetu, kwa sababu hii ndio soko kubwa sana eneo hili
la Teso South. Ama kweli ndio hali, wananchi wanapofahamu haki zao wanajua kujitetea kweli. Kwingineko, kijana mwenye umri wa miaka 30 amebuni programu tumizi, yani app inayojulikana kama Lugha. Ubunifu huu unatarajiwa kupunguza tatizo la uhaba wa walimu katika eneo la kaskazini mashariki katika muda wa miaka 3 sasa. Hii ni baada ya wengi wao kususia kazi na wengine kuhamishwa kutoka eneo hilo kutokana na kuzorota kwa hali ya usalama. Hamza Yusuf na taarifa hiyo kutoka Habaswein, kaunti ya Wajir. Ubunifu wa programu ya Lugha ni teknolojia mpya katika taifa hili, na mwanzilishi ni mhandisi Abdinur Ali Yaro ambaye anatoka katika sehemu hii ya kaskazini mashariki. Tayari Wizara ya Elimu imeidhinisha ama imekubali kutumika ama programu hii kutumika katika shule tofauti. Zaidi ya shule 6 katika eneo la Habaswein, kaunti ya Wajir, vimepokea vipatakalishi hivi ili kuweza kusaidia kuendelea kwa masomo. So basically it's an offline interactive mother tongue based applications that help learners acquire basic literacy and numeracy wherever they are, whatever age they are. And we're here today to help 6 schools, courtesy of donations from well-wishers. We are giving schools tablets so that it bridges the teacher shortage. There's a school we visited earlier today. They have 270 students. Unfortunately, they only have 3 trained teachers and 2 untrained teachers. And here also at Penande Central, the second school we are visiting today, and we have 4 more to go in the course of tomorrow. And this school has a population of 90. It's a new school, and the teachers are only 2. So at least with tablets and offline applications, that will help them learn without the need of a teacher being around. And these applications don't only help students, but also out-of-school youth, those who move around, especially for the nomadic lifestyle, to acquire literacy while they're on the go. So it's an education on the go. Haya yanajiri miaka 3 baada ya walimu wengi kugura katika sehemu hii au kususia kazi kwa sababu ya hofu ya usalama. Hata hivyo, baadhi ya walimu ambao tumezungumza nao wamesema kwamba hali hii ama programu hii itasaidia hasa kwa shule nyingi ambazo hazina walimu kufikia sasa. Only 3 TSC teachers and 2 ECD teachers. We have a lot of challenges in terms of infrastructure, fence, the school fence. We don't have electricity and there is not enough water. Today we have received tablets from Lugha that will enhance learning in this school, and we are very thankful as a school, as a community, and we want to get more resources. And the school performance is not bad, and the population of the school is 217. We need bigger resources like solar, electricity, where to charge these tablets, because charging these tablets will cost even the school and the children, because each one will go as 50 shilling to charge one time. Yeah. Tuko na shortage of teachers. Tuko na shida walimu ambao wametoroka na watoto wako, na ile walimu wanatapata ni wachache sana. Hiyo ndio shida ya wananchi. Leo tulipata gadgets ya watoto ambao wamekusomesha kutoka vijana ambaye amesoma kutoka hapa, ametusaidia sababu kama walimu wamekuwa kidogo, hii gadgets atasaidia watoto watakuja kuelewa mzuri. Kwa hivyo sisi shida yetu ni hiyo, area iko sawa, hatuna shida hapa. Mahali naitwa Banani Education na hii shule inaitwa Banani Central, na hii ambaye gadgets amefika leo inaenda mpaka Banani Central, na hapa Biamodo Primary inahitaji pia tunataka. Mhandisi Abdinur anaomba yeyote aliye na moyo wa huruma, yeyote kutoka mashirika yasiyo ya kiserikali kuweza kusaidia programu hii ili aweze kufikia mamia au maelfu ya wanafunzi ambao hawana walimu, hasa katika shule nyingi zilizoko eneo hili la kaskazini mashariki. Naam, shukran sana Hamza Yusuf. Kwingineko, waendeshaji pikipiki maarufu kama bodaboda wameomba kwenda shuleni ili kupata mafunzo zaidi kuhusu utumiaji barabara, kwani hilo litasaidia kupunguza ajali. Haya yalisemwa na mwenyekiti wa kitaifa wa muungano wa wanabodaboda wa Umbrella, Thomas Lesati, katika hafla ya mafunzo kuhusu kuwekeza kwa wanabodaboda iliyofanyika huko Gashie. Zake na bike yake.
nzuri inatupeleka pale. Kumbuka hata wakati unaenda kukopa loan 1000 kulingana na uwezo ambayo ulikuwa nayo kwenda kusave hiyo nini. Ile kitu ambayo tumesema siku ya leo, wale members ambayo waliweza kufaidika na maneno ya sako ya kusaidia wapate bikes, waweze kutumia kwa njia nzuri, waweze kutii sheria ya barabara, waweze kuride safely, kwa sababu sisi watu wa bodaboda tumekuwa accused kwa zile mambo ambayo zinafanyika. Naam, tukome hapo kwa sasa mtazamaji kwenye taarifa zetu za jukwaa la KTN Alhamisi leo, ili nipishe yale makala maalum kuhusiana na muundo msingi katika baadhi ya maeneo humu nchini. Mwendo wa saa 1 Maria Tole ataungana nawe kwenye taarifa za KTN leo, kisha baadaye Alimanzu kwenye kipindi cha Kioo cha Hoja. Mimi ni Cecilia Wakesho Mathuva.